Siku chache nyuma Ally Kamwe ambaye ni msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga aliandika maneno haya kwenye ukurasa wake wa Instagram, mwanzo wa kunukuu: "Na leo sio mara ya kwanza. Huu ni muendelezo. Ni kama mechi ya 10 mfululizo. Kila mechi ya Kolo huwa na mijadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayowanufaisha Kolo kupata ushindi. Mara wapinzani wamenyimwa magoli halali, mara mjadala wa Kolo akifunga offside na waamuzi wanayakubali. Tumesikia pia mjadala wa penalti nyingi za mchongo zikiwanufaisha makolo. This is too much, na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea huwa yanatokea kwa bahati mbaya au kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu." Mwisho wa kunukuu. Huu ndio ujumbe ambao Ally Kamwe aliuandika katika ukurasa wake wa Instagram, na ujumbe huo ndio umemletea matatizo makubwa sana mpaka kufikia hatua ya kufungiwa kwa miaka 2 na TFF. Sasa baada ya taarifa hiyo kutoka, ndipo ambapo Haji Manara naye akaenda katika ukurasa wake wa Instagram na kuandika maneno haya, mwanzo wa kunukuu: "Mashallah, niliahidi ndani ya Ramadhani hii kutoa na kuimba kaswida, nyimbo maalum ya mwezi mtukufu. Alhamdulillah, jana mimi na vijana wangu ambao ni mabingwa kwenye kazi hizi tulikamilisha kazi ya kurekodi, na kesho inshallah tutaiachia mchana. Kaa tayari kusikiliza kalma zingine za waja wa Mungu. Voko kweli zinakuja kutoa onyo na usahihi." Mwisho wa kunukuu. Hichi ndo ambacho amekiandika Haji Manara katika ukurasa wake wa Instagram baada ya kutoka kwa taarifa ya kufungiwa kwa msemaji wa Yanga, na yeye ndo kachukua nafasi hiyo. Inaelezwa kuwa amefungiwa miaka 2 ya kutojihusisha kabisa na soka. Inadaiwa kuwa Ally Kamwe tayari ameshakata rufaa na mazungumzo yanaendelea huko TFF. Hivyo lolote linaweza kutokea. Najua wewe ni mtu makini sana. Niambie kwenye sehemu ya comment. Je, hichi alichokizungumza Haji Manara kina uhusiano wowote ule na kile kilichompata Ally Kamwe? Pia hatua hii iliyochukuliwa na TFF ni sahihi au sio sahihi, na kwa nini? Niandikie maoni yako hayo yote kwenye sehemu ya comment. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, nasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha unabofya alama ya kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo hutaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson, na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.